Alafu na 12 utaona inazungumza, Danieli 12 inazungumza habari ya ukombozi wa taifa la Israeli. Mwisho hapo, na agano hili la kuja kwa Mungu linazungumzwa tu hapo Israeli. Hapo ndipo pana unabii tosha. Huku kwetu kidogo tu yanatokea kidogo. Sasa ni kuache huko, baada ya dondoni rudi sana. Huyo Danieli anamuona simba mwenye mabawa, lakini mabawa yale yamefutuka. Nini maana yake simba? Simba maana yake ufalme ulioondoka, unaitwa ufalme wa Nebukadneza. Mabawa, kufutuka kwa mabawa ni kichaa chake kilichompata baada ya kumkataa Mungu. Mungu alimpiga porini, akaenda porini akala nyasi kama ng'ombe, kwa sababu hakataka kumcha Mungu. Ndipo ujue Mungu si mtu. Mungu ndiye yote katika yote. Lazima kila goti lipigwe, kila ulimi lazima ukiri. Huwezi ukapinga agizo la Mungu, huwezi ukalipinga. Kama unapinga, soma mpaka ukatae kufa tukuone. Kama kuna msomo unaweza ukasoma ukakataa kufa, somo hilo la kufanya usife lisome tuone. Kwanza somo lenyewe ni la Mungu mwenyewe. Kitu kinapoitwa kisomo ni cha Mungu. Kisoma, Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima. Hata shetani alifanywa na huyu Mungu wetu, hata wachawi walifanywa na Mungu wetu, hata magonjwa. Pasipo Mungu hakuna magonjwa. Na kwa siri ambayo imejificha nyuma ya pazia, magonjwa yote ni silaha za Mungu anazozitumia kuwapiga wenye viburi. Kasome Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyaishi maneno yote anayokwambia, Bwana atasema atakubariki na kukumwagia baraka zake zote. Utabarikiwa mjini, shambani na kadhalika. Lakini utakapokataa kusikiliza, anasema ndipo ataamuru magonjwa na laana zote zitakufuata. Anazungumzia homa, anazungumzia ukaufu, anazungumzia pumu. Mungu mwenyewe anasema atakupiga kwa magonjwa na atakufukuza mpaka uangamie. Kumbe magonjwa, usianze kukemea magonjwa kabla hujamuambia Mungu aliye hai. Gonjwa alimpige mtu, laana isiyo na sababu alimpige mtu. Tukitaka tushinde magonjwa, lazima tumwendee aliyefanya magonjwa, anaitwa Mungu wetu mkubwa. Tukimwendea yeye tukasema, Bwana turehemu, tunashuka kwako, sisi ni watoto wako, kazi ya mikono yako. Tuondolee TB, tuondolee kansa, tuondolee kisukari, tuondolee ulemavu, tuondolee roho ya vichaa. Mungu anasema atainua mkono wake juu na kufuta kabisa magonjwa yake yote. Lakini tukimkataa, hata kama ungekunywa vidonge utapigwa tu. Hata kama ungekuwa sijui daktari nani, umespecialize kwenye magonjwa mbalimbali, utapigwa tu. Dunia sasa hivi haina, sijui nitumie neno gani, imepoteza dira. Badala ya kumtafuta Mungu, inatengeneza madaktari ili wapambane na magonjwa. Na tukwambia, kuandaa madaktari sio suluhisho la kufukuza au kushinda magonjwa. Hili dunia na yampia dunia. Mkitaka kushinda magonjwa, mwendeeni Mungu aliye hai. Dunia yote tutubu, tuseme Yesu, hatutatenda dhambi tena, hatutakunywa bia tena, hatutaoa wanawake tena, hatutaolewa ovyo ovyo tena, hatutatembea na makondomu tena. Tunakubali kulishika neno lako. Sisi tutakuabudu kila siku, tutasema wastahili. Tutamkataa shetani masaa
yote, ndipo Bwana atafuta kila aina ya tatizo na nchi nayo itapona. Pambaneni na dunia. Sasa hivi hali zimekufa. Kinachoua ardhi ni laana zenu. Ili ulime viazi vistawi, lazima mbolea ukuzie mara 3. Maharage yenyewe yanakataa. Unasema ardhi imechoka. Imechoka nini? Dhambi ndio zimechoka. Bado mtakuzia mara 8. Halafu mnapokuzia mna create magonjwa. Ndio maana